Karibu katika episode ya 11 ya recap yetu. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Mwamba Guan alikuwa akimsikiliza bidada juu ya kile ambacho anakitamani kukifanya katika maisha yake, kwa sababu alikuwa amemwambia kuwa amwambie chochote kile ambacho anatamani kukifanya katika maisha yake. Bidada akaeleza kuwa anatamani kuyapoteza maisha yake pamoja na Mwamba. Na bidada baada ya kueleza yote akamaliza. Mwisho wa siku Mwamba alikuwa kando yake akifikiria kwamba siku ya leo anakwenda kuachana na bidada, kwani siku ambayo mwezi utakwenda kuwa timilifu ni leo. Na machaguo mkononi mwake Mwamba anayo mawili tu. Chaguo la kwanza, bidada aweze kufa alafu Mwamba aweze kuishi milele, au Mwamba aweze kukubali kufa ili bidada aendelee kuishi milele. Jamaa akatoka kidogo ndani ya ile nyumba, kisha katazama juu na kutazama mwezi ukiwa uko timilifu kabisa. Hapa wasiwasi ukawa umemjaa, kwani siku leo anayapoteza maisha yake. Na Mwamba ndani ya mtima wake akasema kwamba hatokufa bidada wala sitokufa mimi, nataka kufurahia maisha ya mapenzi na bidada, kamwe hakuna atakayekufa. Kisha kaondoka pale na kuelekea moja kwa moja kwa yule mama kichaa. Lakini mama akasema kwamba maamuzi haya ni kama mchezo wa kamari, kamwe shilingi haiwezi kusimama katikati, yani kaonesha pande mbili zote zimeshinda, lazima pande moja iwe imeshindwa, kwa hiyo lazima ukubali mwanangu. Lakini Mwamba Gauni akasema kuwa hakuna kinachoshindikana katika maisha, mimi nataka unipatie dice mbili, ikiweza kuzirusha na kila pande zote zikatokea zikiwa zinafanana, basi nipe tayari nafasi ya kuweza kubadilisha kile ulichokuwa umenipangia. Lakini mama akasema kuwa hauwezi ukafanya kitu kama hicho na hakiwezekani. Kweli Mwamba alipoweza kurusha zile dice mbili zote zikatokea zikiwa zinaonesha kete moja moja upande wa juu. Jamaa aliposhinda tu moja kwa moja akaenda kwa Mwamba Bathra na kumwambia kwamba ni siku gani ambayo mimi na bidada tulienda kuzama katika maji na ile alama ikawa imehamia katika mkono wake. Bathra akawa amemkumbusha vizuri kabisa siku ya tukio ambapo ilikuwa imeweza kutokea. Kisha Mwamba Gauni akasema kwamba kama ile siku unaikumbuka vizuri, basi ndio siku ya leo ambapo siku mwezi ulikuwa uko timilifu. Lakini Bathra alipoweza kuyagundua haya, hakutamani kabisa nafasi hii iweze kuwa katika mikono yake, kwani anajua ni majukumu mazito kiasi gani Mwamba alikuwa nayo kabla. Kisha Mwamba Guan moja kwa moja akawa anamwambia bidada kuwa leo ni siku ambayo yeye ana uwezo wa kurudi katika mwili wake, kwa maana ya kwamba ile alama kujirudi katika mwili wake. Basi bidada alifurahi kweli kweli kusikia mambo hayo. Mwamba Bathra baada ya kuweza kujua kwamba baada ya Mwamba kuweza kupoteza kwa ni huzuni sana, basi akaanza kulia msiba hata kabla. Lakini wakati huo bidada Jingayan akawa ametimba katika mita hiyo na kumbana jamaa amwambie ni nini ambacho kinaendelea. Lakini Mwamba Guan alikuwa anashtumiwa kwamba huenda yeye ndo alikuwa amemuua yule muuaji, kwa sababu kisu ambacho anaonekana kuwa alikuwa amechomwa nacho ndicho ambacho muuaji anaonekana kuwa naye alikuwa amechomwa nacho hicho. Sasa akasema kwamba kile kisu nilikuwa nimechomwa kwa lengo la kuweza kumuonya bidada Dui. Muuaji alitaka kumfikishia bidada Dui ujumbe kwa kupitia mimi. Sasa huko upande wa pili bidada Jingayan baada ya kuweza kufahamu ukweli mzima kutokea kwa Bathra, basi moja kwa moja alikuja kwa bidada Dui na kuanza kumchana ukweli mzima kwamba jamaa akishindwa kurudisha ile alama katika mkono wake basi atakufa siku hiyo hiyo. Dada ikabidi kuuliza unazungumzia kitu gani mbona mimi sikuelewi? Basi akarudia tena kwamba ile alama ikishindikana kurudi kwa Mwamba siku ya leo usiku, basi jamaa atakufa, lakini kama ile alama hata ikabakia kwako afu wewe ukafa, basi jamaa ataendelea kuishi milele. Jingayan kama ambavyo jina lake ni jinga, basi kweli ni jinga kweli huyu dada. Kumbe alikuwa amekuja na kichupa kifrani hivi cha sumu, na kisha kana mkabidhi bidada Dui na kumwambia kwamba mapenzi ni upofu, lakini pia mtu anaweza kafa kwa ajili ya mwenzake, kwani usife wewe jamaa endelee kuishi. Wakati huo Mwamba Gauni alikuwa ametimba mitahi na kuanza kuuliza nini ambacho kinaendelea hapa. Lakini bidada akasema kwamba jamani, ina maana tusije kumsalimia wifi yetu, kuna makosa kwani? Lakini jamaa akawa amechukua bidada Dui na kusaka kuondoka hapa. Lakini bidada akawa amesita kidogo baada ya kusikia kwamba Jingayan alikuwa akiongea. Akasema kwamba njia ya kuweza kumsaidia huyu jamaa ni kuhakikisha kwamba unakufa, ukumbuke jambo hilo. Mwamba Guan akasimama kisha akamwambia bidada kwamba usivuke mipaka katika maisha yako kamwe, na nakwambia kwamba iwe mwanzo na mwisho siku ya leo. Bidada akawa ameondoka kwa asila bidada Dui, lakini Mwamba akabidi kubaki hapa na Jingayan na kuanza kumwambia kwamba hivi unajua wewe ni takataka kiasi gani mbele ya macho yangu, yani huna thamani yoyote, hata bidada akifa leo basi nakuahidi kwamba sitoi kukuoa wala kupenda wewe. Bidada wakati anaondoka katika gari akaanza kukumbuka maneno alikuwa akiambiwa na Mwamba siku ya jana kwamba niambie kitu gani ambacho unakipenda zaidi katika maisha yako. Akagundua kwamba jamaa ndo alikuwa ananiaga vile kumbe. Na moja kwa moja akafunga safari mpaka kuelekea kwa Bathra. Kisha akauliza kwamba hivi haya maneno nilikuwa nimeyasikia ni ya kweli au sio kweli? Lakini Mwamba akamwambia kuwa ni kweli kabisa hayo maneno. Bidada alivunjika sana moyo wakati huo. Bidada kando yake kulikuwa kuna mtu, akasimama kisha akautazama ule mtu, akakumbuka kwamba alipokuwa amedumbukia katika mto ndo siku ambayo alama ile iliweza kuhama. Akasema kwamba kama Mwamba anaweza kafa basi natakiwa nijirushe katika mto hata mara 100 ili alama tu iweze kujirudi kwa Mwamba. Lakini kumbe jamaa hata hakuwa mbali, alikuwa akimsikiliza bidada yale anayoyazungumza. Alipomsogelea tu akawa amemkumbatia. Mwamba Johnson siku ya leo alikutana na bidada Jingayan, na hapa hawa bana wanadiskasiji mipango ya kwenda kuharibu tu ile penzi, lengo waweze kuachukua wale watu. Lakini siku ya leo Mwamba alikuwa anasema kwamba na wasiwasi kwamba ile alama katika mkono bidada itakuja kumletea matatizo siku moja. Lakini bidada Jingayan akawa na kazia hapa kwa kusema kwamba mtu yoyote yule ambaye atakwenda kudeti na yule jamaa basi atapata matatizo mabaya sana. Kwa si kitu cha kushangaza kwa kwamba bidada atakuja kupata matatizo makubwa. Bidada Jingayan akaongezea kwa kusema kwamba hatuna muda wa kuendelea kufikiria, tunatakiwa kumkomboa mmoja wao kwa sababu siku ya leo ndio siku ya mwisho ya kufanya maamuzi. Kumbe wawili wapenda nao walikuwa wamekaa kando kidogo ya bahari kutoka asubuhi.
asubuhi mpaka ilipoweza kutima nyakati za usiku. Hapo akataka kwenda kufanya sasa maamuzi sahihi. Lakini sasa wakati wanaelekea katika eneo la tukio ili kuweza kubadilishana ile alama, kumbe bana gesi ilikuwa imeisha katika gari. Moja kwa moja akatoka katika sheli fulani ambapo hapa kando kulikuwa kuna supermarket. Bidada akaingia hapa ndani na kununua picha ambayo itakuwa ni kumbukumbu ya siku ya leo muhimu. Sasa akawa anaelekea katika ATM lengo aweze kutoa pesa ili aweze kulipia. Hakujua kwamba No Dog yule mdogo wake wa mwisho kabisa alikuwa akimvizia wakati huo usiku. Na kumbe No Dog ni mtoto wa yule mwamba anayefahamika kama No Suk Min, ambaye bwana ni mzee yule mkatili kweli kweli. Kumbe huu katili kila kitu huwa amemfundishaga mtoto wake. Na kumbe mwamba No Dog kuonekana kwamba anamfuatilia sana huyu bidada, kumbe alikuwa akimfuatilia kwa sababu analazimishwaga na baba yake kwamba aweze kuyatekeleza matukio haya. Kumlazi kwa sababu mara ya kwanza alisema kuwa huyu ni kama mdogo wa yule bidada, kumbe huyu ni mtoto bwana wa kaka mkubwa wa familia. Na wakati huu bidada anafanya malipo akapokea simu kutokea kwa mwamba Jusok, ambaye anawaambia kwamba kama upo jirani na mwamba Gaon basi unatakiwa kukaa naye mbali haraka sana, kwa sababu nimekuja kugundua kwamba huyu jamaa anakutumia lengo, anataka kukuua nyakati za leo usiku. Na kumbe ile dogo anayefahamika kama No Dog moja kwa moja akawasha gari yake na kuelekea kumgonga bidada aliyekuwa ndani ya supermarket. Wakati huo tu anagonga katika kile kioo, moja kwa moja huko upande wa pili mwamba anatangazwa kuwa mwenyekiti katika kampuni. Baada ya kishindo kizito kusikika pale katika eneo la supermarket, hakukuwa na nafasi yote kwamba kuna mtu ambaye anaweza katoka akiwa hai. Gaun akawa anataka kuelekea katika moto lengo aweze kwenda kumwokoa bidada kama yuko hai, lakini bado bidada Jingayan alikuwa akimzuia na kumwambia kwamba sitaki uingie katika moto kwa sababu nakupenda. Mwamba akaamua kujitosa tu kuingia katika moto, na wakati huo bana akawa anakumbuka kipindi kile kwamba kuna siku atakuwa anaungua. Wakati anapita katika maeneo haya akakuta kuna kinoti ambacho bidada alikuwa akiandika hapa katika supermarket kwamba ni kweli jamaa anaweza kuwa na matatizo mengi sana kwa upande wangu, lakini kwa kiwango ambacho ninampenda ninaamini kwamba ananipenda hivyo hivyo. Hivyo niko tayari kwa lolote lile ambayo inaweza kunipata, lakini hii itakuwa ni fidia malipo yangu ya upendo. Mwamba akafanikiwa kumwona bidada akiwa amelala kando kidogo ya eneo hili. Ikabidi kuweza kumbeba, lakini huku nje bana walikuwa wanajua kwamba hawa watakuwa wameweza kufa. Mwamba alikuwa analia kweli kweli hapa nje na bidada Jingaya na alikuwa anashangaa tu. Lakini pia kwa kutumia uwezo wao ule wa kichawi moja kwa moja bidada alikuwa yuko safi kabisa, kwa sababu Mwamba alikuwa amemshika mkono wake kwa lugha nyepesi alikuwa anamtibia bidada kirahisi kabisa. Jamaa akiwa amefurahi kweli kweli walikuwa wameingia katika hoteli pamoja na bidada. Kisha Mwamba akawa anamfurahia tu bidada huyu akiwa anamtazama, na bidada akamwambia kwamba usitabasamu sana wakati wote bana. Jamaa akamwambia kuwa ndio natabasamu lakini haimaanishi kwamba umepona mazima. Akamwambia kuwa tiba yangu ni kama painkiller tu, inaweza ikazuia jambo lisiweze kuonekana kana kwamba lina madhara, lakini huwa madhara yanakuepo. Kwa lugha nyepesi ni kwamba hizo nguvu ulizonazo zitumie vizuri, lakini usikubali kuumia tena. Bidada Duhi akamtazama Mwamba na kusema kuwa ilibakia kidogo tupotezane wote wawili, yani mimi ningekufa na wewe ungekuwa umekufa. Kwa lugha nyepesi duniani asingebakia hata mmoja kati yetu. Basi bidada akaenda kujiandaa kwa ajili ya kazi. Hasa Mwamba akawa amemfuata bidada mpaka katika chumba chake cha mavazi, akawa anamsaidia bidada kuchagua nguo na kumsaidia kushusha vitu ambavyo viko mbali kidogo. Lakini bidada akamwambia kwamba kama unanisaidia mimi kujiandaa, vipi kuhusiana na wewe, utatumia muda gani kuweza kujiandaa? Utakuta tumechelewa kazini. Lakini Mwamba alisnap tu vidole vyake kisha akajitokeza akiwa amevaa masuti fulani hivi ya gharama kweli kweli. Basi bidada anashangaa tu. Basi moja kwa moja hawakuwa na muda wa kupoteza kabisa, wakawa wanaelekea katika maeneo ya ofisini lengo aweze kuzichapa kazi. Kila mmoja alikuwa anawashangaa tu namna alivyokuwa ameweza kupendeza. Hata secretary alijikuta tu anawapa heshima kwa kuinamisha kichwa chake. Mwenyekiti mpya wa kampuni anayefahamika kama No Suk Min alishangaa sana kusikia kwamba eti bidada yuko hai pamoja na yule jamaa wake. Hii kitu ilimkela kweli kweli, kwa sababu alikuwa amemwagiza mtoto wake ajitoe kafara kuhakikisha kwamba anaua watu hawa na yeye anakufa. Na baada ya Mwamba huku uwezo wake kuweza kurejea, alipanda juu kabisa ya ghorofa, na hapa anataka kuanza kufukuzia mmoja baada ya mwingine watu ambao walikuwa wamechukua utajiri wake na wakawa wamejitimbia tu kipindi ambacho hana uwezo, akaendelea kufaidi tu miaka ya ziada. Lakini kwa kuwa alikuwa amesimama juu kabisa ya jengo la ghorofa la hospitali, basi alimsikia mzee mmoja akiwa anasema kwamba mke wangu, hebu zungumza neno lolote lile. Na mke wake alikuwa anazungumza kwamba natamani nipate nafasi zaidi ya kuendelea kukutana na wewe. Jamaa Guan akajitokeza na kusema kwamba kama mzee utakuwa tayari kuingia jehanamu, basi nitakuwa tayari kukusaidia ili mke wako aendelee kuwa hai, lakini utaniuzia maisha yako kwa kipindi kama cha miaka 4 hivi. Mwamba aliposnap tu vidole, basi yule mwanamke akaanza kumwona mume wake akiwa kijana, akawa anamuuliza ni wapi ulipokuwepo kutokea ujanani mpaka unarudi nyakati hizi za uzee. Kile mwanamke akasema kwamba inaonekana kwamba hukunipenda kabisa mimi, ndio maana ulikuwa tayari kuniacha kipindi chote hicho na ukarudi katika nyakati hizi za uzee. Mimi nakutakia tu maisha mema, na kama nitakuja kufa basi nife, na naamini kwamba nitakuja kukutana wakati mwingine kabisa. Mwamba Guan kuyasikia maneno haya akajikuta tu mpaka anaanza kutiririka machozi, na sio kawaida yake kabisa yeye kama demon kuweza kutiririka machozi hata kidogo. Sasa Mwamba akaanza kujiuliza hivi amekuwa binadamu ama yeye bado ni shetani vile vile. Haelewi kabisa hii kitu. Akapanda juu kabisa ya ghorofa kulitafakari jambo hili, kwa sababu haelewi kabisa anatokaje machozi mtu ambaye ni shetani na anapataje huruma. Lakini pia akasema huyu mzee mbona ni mpumbavu kiasi hicho, yani miaka 10 aliyokuwa amebakiwa nayo mbele yuko tayari aishi dakika moja ili aweze kumsikia mke wake anataka kuzungumza nini. Ana akili timamu huyu. Mwamba alirudi kwa huzuni sana mpaka katika kampuni ambayo bidada anafanyia, kisha akaanza kumwambia bidada kwamba nimejihisi huzuni sana siku ya leo. Lakini bidada akasema kama huzuni yako ipo basi twende tukamkamate muuaji. Bidada akasema kuwa nina uhakika wa mtu ambaye aliweza kutoa taarifa zetu anahusika na yupo jirani sana na ashirikiana na muuaji, kwa sababu siku ile aliyokuwa anafahamu taarifa ya
kwamba sisi tumeelekea kule kutazama mwezi alikuwa ni Bathra, Secretary, pamoja Jingayan pamoja na Mwamba yule ambaye ananipendaga sana. Kwa hiyo miongoni mwa hao watu wanne ambao tunajua wewe ni ndugu zetu, kuna uwezekano mmoja wapo ni msaliti na anajuana na muuaji. Bwana wewe, kimbembe ndio kinaanzia hapo. Tukutane katika episode inayofuatia. Je, unahisi nani ambaye alikuwa anatoa taarifa zao kwa muuaji? Episode ya 12 unaweza kutazama kwa kuangalia juu kabisa hiyo ambayo inaweza kujitokeza. Basi utakapogusa hapo na moja kwa moja itakwenda kupeleka kuitazama episode ya 12. Lakini kumbuka kwamba kila unapogusa alama ya kulike mpaka tunapofikisha like 100, basi episode inayofuatia mbele inatoka kwa haraka zaidi.